Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili. Msikilizaji na mtazamaji wa Jukoki TV, na kushukuru kwa nafasi hii ambayo umeungana pamoja nami katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tunaendelea navyo. Somo letu tunaloendelea nalo ni mfululizo wa vipindi kwenye masomo yetu ambayo tumekuwa tukiendelea nayo yenye kichwa kinachosema dalili za mapambazuko. Hii ni sehemu ya 5. Karibu tuweze kubarikiwa kwa pamoja. Kabla tujaanza basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, ninakualika Mungu wetu kawe pamoja nasi. Tujifunze kwako, ukatufundishe. Roho wako Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, akatuongoze katika namna ikupendezavyo, kwa jina lake Yesu, amina. Dalili za mapambazuko. Katika somo la 4 ambalo tumekuwa nalo, tumejifunza dalili za mapambazuko zaidi, tukaishia mahali ambapo wanasema kwamba katika saa ya mwisho, lile ambalo tunasema chukizo la uharibifu, kwenye sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo, ile aya ya 15, kama Yerusalemu ilivyozingirwa. Yerusalemu ilizingirwa na majeshi ya Rumi wakati huo. Lakini sasa katika saa ya mwisho tuone kwamba hiyo ni dalili ya mapambazuko, dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Marekani itatangaza Jumapili, na hiyo ndio itakuwa dalili ya kuzingirwa kwa Yerusalemu ya wakati wa mwisho, au Wayahudi wa wakati wa mwisho, ambao ni wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, kwa lugha nyingine Waadventista wa Sabato. Sasa katika ile wasilisho ambalo tumelizungumzia kwenye sehemu ya 4, tukaangalia ya kwamba Marekani itaungana pamoja na Roma katika saa ya mwisho. Maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo ile sura ya 13, aya ya 11 hadi aya ya 16, utaona mnyama wa kwanza mfano wa mwana kondoo atanena kama joka, atalazimisha wakazi wote wa ulimwengu, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, ili ya kwamba wamsujudie mnyama wa kwanza na sanamu yake. Na huyo mnyama wa kwanza na sanamu yake ni yule ambaye alikuwa amepata jeraha la mauti na kupona. Kwa hiyo tukaangalia kwamba Marekani ndiyo itakayofanya hicho kitu, na itashikamana na Rumi ya upapa katika saa za mwisho, kuwalazimisha wakazi wa ulimwengu waweze kuitunza Jumapili. Utakapoona Jumapili inapigiwa imetangazwa rasmi na kulazimishwa na taifa la Marekani, basi hiyo ni dalili ya tosha kwamba mwana wa Adamu yu karibu kuja. Ni dalili ya mapambazuko. Sasa tunapoendelea na somo hili, kuna mambo ambayo ningetamani uweze kuyafahamu, ili yaweze kukusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Sasa tuangalie sasa maandiko mengine yanavyozungumzia kuhusiana na moja kwa moja na hii utangazwaji wa Jumapili. Tuangalie maandiko yanavyozungumza na roho ya unabii inavyozungumzwa. Maana tumekwisha kuona mnyama mfano wa mwana kondoo mwenye pembe 2 anayenena kama joka ni Marekani. Sasa tuangalie katika udhibitisho mwingine wa neno la Mungu kutoka katika roho ya unabii kwenye kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wa 477. Nabii akielezea Ufunuo sura ya 13 aya ya 11 aya ya 16, anasema kama ifuatavyo: imeonyeshwa kuwa nchi ya Marekani ndiyo mamlaka inayowakilishwa na mnyama mfano wa mwana kondoo, mnyama mwenye pembe 2 mfano wa mwana kondoo, naye kwamba unabii huu utatimizwa wakati nchi ya Marekani itakapolazimisha utunzaji wa Jumapili, jambo ambalo Rumi inadai kuwa utambuzi wa nguvu zake. Huu nabii wa Ufunuo sura ya 13 aya ya 11 hadi aya ya 16 utatimizwa mara tu pale ambapo Marekani italazimisha utunzaji wa Jumapili. Na hii Jumapili ni ipi? Hii Jumapili
ni mamlaka ya nguvu ya kanisa la Roma, kanisa la Rumi. Kwa hiyo Rumi ndio yenye mamlaka na Jumapili. Lakini anaendelea kusema, lakini katika heshima hii kwa upapa, nchi ya Marekani haitakuwa peke yake. Kwa hiyo Marekani hatakuwa peke yake atakapokuwa anailazimisha Jumapili kwa wakazi wote wa dunia. Hatakuwa peke yake. Anasema nguvu ya Roma katika nchi ambazo wakati fulani zilikuwa utawala wake bado hazijaisha. Kumbe ziko nchi ambazo zamani kabisa utawala wa Roma ulikuwa unazitawala. Hizo nchi bado zitaungana mwisho kabisa na Marekani kuwalazimisha wakazi wa ulimwengu kuitunza Jumapili. Hayo ukiangalia utaona nabii anasema kwamba anatusaidia kuelewa kwamba Marekani ndiyo itakayotangaza Jumapili, lakini haitakuwa peke yake, bali itakuwa na mataifa ambayo zamani yalitawaliwa na Rumi. Ninyi wenyewe mnajua kwamba Rumi, katika historia inaonyesha kwamba Rumi ilianza kutawala dunia miaka ya 168 kabla ya Kristo. Yaani baada ya kuanguka utawala wa Uyunani, Rumi ilianza kutawala dunia nzima, na ilitawala dunia nzima mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Mwaka wa 476 baada ya Kristo. Miaka mingi sana ilitawala. Na Rumi ilikuwa inatawala mataifa mengi sana. Ilikuwa inatawala mataifa mengi sana. Na kwa mujibu wa maandiko matakatifu, unaposoma kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 7 na fungu la 8, utaona kuna mnyama wa kutisha. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, mnyama yule wa kutisha, mnyama wa kwanza alikuwa ni mfano wa simba, mnyama wa pili alikuwa ni mfano wa dubu, mnyama wa tatu alikuwa ni mfano wa chui, na mnyama wa 4 alikuwa ni mnyama wa kutisha. Hawa wanyama wote walikuwa wanawakilisha tawala 4 ambazo zingetawala dunia. Sasa mnyama wa kutisha, mnyama wa 4, huyo alikuwa anawakilisha ufalme wa Roma, ufalme wa Rumi. Na wakati huo sasa ilikuwa ni Rumi ya kipagani. Lakini unaposoma pia kwenye Danieli sura ya 2 aya ya 33 na aya ya 41 hadi aya ya 42, utagundua ya kwamba anachokizungumzia pale kuna unabii mwingine kwenye Danieli sura ya 2 unaoelezea kile cha Danieli sura ya 7, kuonesha tawala 4 ambazo zingetawala ulimwengu mzima. Huu utawala ulioneshwa kwa sanamu ya Nebukadreza. Hii sanamu ya Nebukadreza ambayo aliiota, ambayo ilikuwa ina madini ya aina 4. Kichwani yalikuwa ni madini ya dhahabu. Alafu kifua na mikono ilikuwa ni madini ya fedha. Alafu tumbo na kiuno yalikuwa ni madini ya shaba. Alafu miguu ilikuwa ni chuma, nyayo zilikuwa nusu chuma na nusu udongo. Unaposoma hapo utaona. Kwa hiyo anasema kwamba utawala ambao Rumi ilikuwa ina utawala wakati huo, roho ya unabii inasema ya kwamba nguvu zake bado hazijaisha. Kitabu cha Danieli ile sura ya 10 sura ya 2 fungu la 33, usikia anavyosema, miguu yake ni ya chuma. Utawala wa Rumi ulikuwa unamaanishwa na chuma. Utawala wa Rumi huo, anasema kwamba miguu yake ilikuwa ni ya chuma, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ni chuma na nusu ni udongo. Fungu la 41 anasema, na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu ni chuma, ufalme huu utakuwa ufalme uliogawanyika. Ukirudi katika historia utagundua ya kwamba ufalme wa Rumi uligawanyika na kuvunjika. Rumi ya upagani ilivunjika na kugawanyika mwaka wa 476. Mwaka wa 476. Nabii Danieli anasema ya kwamba huu ufalme utakuwa umegawanyika, lakini ndani yake
zitakuwemo nguvu za chuma. Zitakuwemo nguvu za chuma. Anaposema zitakuwepo nguvu za chuma, maana yake nguvu utawala wa Rumi bado utakuwa na mamlaka na mataifa hayo. Utakuwa na mamlaka na mataifa hayo. Sasa kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyikana na udongo wa matope. Fungu la 42 anasema kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umeanguka. Kwa lugha nyingine hapo nabii Danieli anatawala kuanguka kwa himaya ya Roma, kama alivyotabiri kuanguka kwa himaya ya Wakaldayo, Wamedi na Waajemi na Wayunani. Kwa hiyo anasema ya kwamba kwa mujibu wa Danieli, haya mataifa yaliyotawaliwa na Rumi, licha ya kwamba yamegawanyika, lakini ndani yake yana sura ya Rumi, yana nguvu ya Rumi. Licha ya kwamba Rumi ya kipagani ilishaanguka, basi kuna Rumi ya upapa ambayo pia ilikuwa ikitawala mataifa yote, Sasa unaposoma Danieli sura ya 7, fungu la 7 hadi fungu la 8, ukiangalia mafungu hayo yanakuonesha kwenye yule mnyama wa kutisha alikuwa na pembe 10, na hizo pembe 10 zilivyoangaliwa vizuri, kuna pembe moja ambayo ilizuka, na hiyo pembe moja ambayo ilizuka ikaangusha pembe 3. Unaposoma katika historia utaona kwamba mara baada ya Rumi ya upagani kuwa imeanguka mwaka wa 476, iliinuka Rumi nyingine ambayo ni Rumi ya upapa, ambayo hii Rumi ya upapa ilipoinuka, kuna mataifa matatu ambayo yaliangushwa, kwa sababu unapozungumzia yule mnyama aliyekuwa na pembe 10, kwa mujibu wa ufafanuzi wa Danieli sura ya 7, zile pembe 10 zina maana ya wafalme au mamlaka. Kwa hiyo ziko mamlaka 3, ziko falme 3 ambazo ziliangushwa mara baada ya kuinuka kwa Roma ya upapa ilipoinuka. Sasa ukija kuangalia utagundua hayo mambo yalitokea kuanzia miaka ya 508 yakaenda kuhitimishwa mpaka miaka ya 538, na utaangalia Roma ya upapa wakati inainuka, yako mataifa matatu yalianguka kuanzia mwaka wa 508 mpaka mwaka wa 538. Kuna mataifa matatu hapo. Taifa lililokuwepo wakati huo lilikuwepo ni taifa la Eruli, taifa la Vandalas pamoja na Waostrogoth waliokuwa wanaishi huko Italia. Hawa wote walikuwa wanaonekana wana mafundisho ambayo yalikuwa yanapinga mafundisho ya kanisa la Roma wakati huo sasa ikiwa chini ya utawala wa kipapa. Na yalikuwepo mataifa mengi sana, mataifa 10. Na haya mataifa 10 nitakuja kukuonesha hayo mataifa yalikuwa yapi, ambayo kwa sasa mataifa hayo tunaona yalikuwa ni, kwa sasa mataifa hayo yanajulikana kama Ufaransa, kama Ureno, kama Italia, kama Ujerumani, kama Uswizi, Uingereza na Uhispania. Sasa yale mataifa yawe 10, yako mataifa matatu ambayo yalifanya nini? Yaliangushwa. Yako mataifa matatu ambayo yaliangushwa. Mataifa hayo ni yapi? Yako mataifa kama mataifa ambayo nimeyasema, wa Eruli, wa Vandalas pamoja na wa Ostrogoth. Hayo mataifa matatu yaliweza kufanya nini? Yaliangushwa kutoka pale. Kwa hiyo yakabaki mataifa 7 yenye nguvu. Sasa roho ya unabii inavyotuambia kwamba Marekani hatakuwa peke yake, ataungana na mataifa ambayo zamani kabisa yalikuwa yanatawaliwa na Roma. Maana yake ni kwamba haya mataifa bado nguvu ya Roma iko ndani mwake. Na hayo mataifa ni yapi? Ambayo yako sasa, ambayo mpaka sasa tunasema Roma ina nguvu zake zimo kwa mujibu wa Danieli sura ya 2 fungu la 33 na fungu la 41 na fungu la 42. Hayo mataifa bado yapo. Mataifa hayo yapi?
ni Ufaransa, Ureno, Italia, Ujerumani, Uswizi, Uingereza na Uhispania. Haya mataifa saba ambayo yalishikamana na Roma mpaka mwisho, anasema ya kwamba wataungana kwa pamoja kuwalazimisha wakazi wa dunia kuishika na kuiabudu Jumapili. Ndicho ambacho neno la Mungu linachokizungumza. Kwenye Pambano Kuu ukurasa wa 448 na 49 kuna maneno hapo na nukuu maneno, lakini ukipata nafasi unapitia nzima, unapitia ukurasa mzima, utaona anasema sheria ya Jumapili ni ishara ya mamlaka ya kanisa lililoasi. Ili kanisa lililoasi ni lipi? Ili kanisa lililoasi anazungumza lile ambalo tangu enzi za nyuma lilikuwa limeacha neno la Mungu, likageukia kwenye masanamu, likageukia kwenye Jumapili na vitu vingine. Ni kanisa la Roma. Na wakati watu watakapolazimishwa kuishika hiyo Jumapili, watapokea alama ya mnyama. Kwa hiyo kuna kitu ambacho anakizungumzia hapa. Kanisa lilo la hasi ni kanisa la Roma ambalo mfumo wake ni mfumo wa upapa, papacy system, ambao unafanya kazi mpaka sasa, lakini bado haujapata nguvu kama iliyokuwa nayo tangu miaka ya 538 mpaka miaka ya 1798. Na nguvu hiyo itakuja kuipata pale Marekani itakapoikabidhi mamlaka yake rasmi, ikiwa ni pamoja kutambua mamlaka ya nguvu zake ambayo ni Jumapili. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linavyosema. Lakini pia katika kuupa heshima, Marekani amesema kwamba hatakuwa peke yake, badala yake atakuwa na mataifa haya ambayo nimeyataja zamani yaliyokuwa yakitawaliwa na Roma. Haya mataifa ni yapi? Ni mataifa saba ya Ulaya. Unajua yanajulikana kwa jina la Europa, mataifa saba ya Ulaya. Na baada ya hayo Marekani kuwa imeungana na Umoja wa Ulaya, Marekani kuwa imeungana na mataifa ya Ulaya, haya G7 haya. Baada ya kuwa yameungana nayo, kwa mujibu wa Danieli sura ya 11 aya ya 43, anasema na baadaye mataifa mengine yote yatafuata nyayo zao, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha. Atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha, na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani, na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu anasema Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Na ndio maana roho ya unabii inaonesha katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 6 ukurasa wa 18, anasema mambo yafuatayo. Anasema nchi ya Marekani itakapoweka sheria ya kutunza ibada ya Jumapili, mataifa mengine yatafuata mfano wake, na ulimwengu wote utakubaliana katika jambo hili. Kwa hiyo Marekani anapoitaja Jumapili, yani hii Marekani anapozungumza, Marekani sio kama kanisa, Marekani kama taifa ambalo liko huru lenye katiba yake, litakapoitangaza Jumapili na kuilazimisha kwa wakazi wa dunia, anasema ya kwamba mataifa yote yatakubaliana katika jambo hili. Na ndio maana kwenye Danieli sura ya 11 fungu la 43 anasema ya kwamba atakuwa na nguvu juu ya hazina za fedha na dhahabu, na juu ya vitu vyote vya Misri, na Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Sasa zingatia Danieli anachokizungumzia, Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Hawa Walibia na Wakushi ni watu gani? Walibia na Wakushi haya ni mataifa ambayo huwakilisha watu weusi, yani wa Afrika. Kwa lugha nyingine, Marekani anapoiinua Jumapili anashikamana na Umoja wa Ulaya. Anaposhikamana na Umoja wa Ulaya, kinachofuata ni nini? Mataifa mengine pia yaliyoko Afrika nayo yatafuata nyayo zake. Ndicho ambacho wanachokizungumzia. Na ndio maana kwenye Shuhuda kwa Kanisa anasema nchi ya Marekani itakapoweka sheria ya kutunza Jumapili, anasema ya kwamba mataifa mengine yatafuata mfano wake, na ulimwengu wote utakubaliana katika jambo hili. Kwa hiyo usije ukakaa ukajidanganya ukafikiri kwamba Marekani akifanya hivyo huku kwenye nchi zingine za Afrika kutakuwa kumetulia. Neno la Mungu linasema mataifa yote yatafuata
mfano huo na watakubaliana kwenye jambo hili. Atakubaliana kwenye jambo hili. Sikiliza anachokisema. Marekani na Ulaya vikishikamana, mataifa mengine yatafuata nyayo za wakubwa. Nyayo za wakubwa ni wapi? Ni wenye dola na wenye euro. Wenye dola na wenye euro watafuatwa na hawa wadogo wadogo ambao pamoja ni wa Libya na Wakushi. Kwa hiyo mataifa ya Ulaya yakishashikamana, mataifa ya dunia yakishashikamana, na mataifa ya Afrika nayo yanashikamana hapo hapo. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana kukifahamu. Watafuata nyayo za wakubwa. Wengine watakuwa wakijipendekeza ili wapate misaada, na wengine watakataa, lakini watashinikizwa wakubali au wawekewe vikwazo vya kiuchumi. Vikwazo vya kiuchumi tunasema economic sanction. Watawekewa economic sanction, vikwazo vya kiuchumi. Na nchi itakayokataa zaidi ya kwamba, licha ya kwamba itawekewa vikwazo vya kiuchumi, ikakataa. Danieli sura ya 11 fungu la 41 linazungumza ni nini kitakachowapata mataifa yatakayokuwa yameikataa Jumapili. Anasema, tena ataingia katika nchi hiyo ya uzuri. Na nchi nyingi zitapinduliwa. Anasema ya kwamba nchi nyingi zitapinduliwa. Wale wote watakaokataa watapinduliwa tu, lakini nchi hizo zitaokolewa na mkono wake. Yuko Edomu, yuko Moabu na wakuu wa watu wa Amoni. Hawa Edomu na wakuu wa watu wa Amoni ni mataifa yaliyokuwepo zamani, yalikwisha kuanguka. Hii katika wakati wa siku za mwisho, wale watakaokataa habari za Jumapili wakaishikilia amri za Mungu wataponyoka mkononi mwake. Kwa nini? Kwa sababu Bwana wa majeshi atasimama katika upande wa watu hao. Atasimama katika upande wa watu hao. Kwa hiyo katika saa ya siku za mwisho tunaona Marekani, Umoja wa Ulaya watashikamana. Marekani na Umoja wa Ulaya watashikamana. Baada ya Marekani na Umoja wa Ulaya kushikamana, nchi nyingine zote Ulaya kote katika mabara yote yatashikamana. Kisha Walibya na Wakushi watafuata nyayo zao, nyayo za wakubwa, nyayo za Marekani. Kivipi? Kwenye kuitangaza Jumapili na kuiinua juu na kuilazimisha. Kumbuka kule kinachozungumzwa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya 11 hadi aya ya 16. Marekani ndiye atakayelazimisha na kuisukuma Jumapili. Ndiye atakayelazimisha. Nchi nyingine zitakazokataa, neno la Mungu linasema zitapinduliwa tu. Anasema ya kwamba zitapinduliwa. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kufahamu haya mambo ili yakusaidie. Haya mambo ukiyasikia usipuuze, kwa sababu hivi hapa ninavyokuambia, nakwambia dalili za mapambazuko. Ni dalili za mapambazuko, na mara baada ya hapo Yesu Kristo atajitokeza akija. Sasa unapoona hapa nakwambia tunakuja, hili ni wasilisho la 5. Hili ni toleo la 5 sasa. Hii ni sehemu ya 5. Na mara baada ya hii sehemu ya 5 tunaenda kwenye sehemu ya 6 ambapo nitakwambia, je, Marekani inakaribia kiasi gani? Mataifa yanakaribia kiasi gani? Dunia inakaribia kiasi gani katika swala hili la kuitunza Jumapili na kuifanya Jumapili kuwa siku ya pumziko kwanza, na kisha kuilazimisha kuwa siku ya ibada. Usipuuzie haya mambo, kwa sababu ninapokuambia kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania sura ya 10 fungu la 37 anasema, kwa maana bado kitambo kidogo tu yeye ajaye atakuja wala hata kawia. Yesu Kristo hajawahi kukawia hata siku moja. Sisi ndio tunaokawia dhambini, lakini Yesu Kristo anatuita na anatoa wito akionyesha ya kwamba anakuja. Usipuuze unaposikia mambo haya. Mungu akubariki. Karibu sana katika wasilisho la 6 ambalo tunaenda kujifunza zaidi sasa, kuangalia kwa undani zaidi na kuona, je, Marekani imekaribia kiasi gani kufikia hatua ya kuipitisha Jumapili. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu. Mungu akuwezeshe katika jina la Yesu. Amina. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi ambayo umetupatia. Na sasa tunapoendelea na mafundisho haya, mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji kulielewa hili somo na kulifanyia kazi katika maisha yake. Tunakushukuru kwa sababu umesikia. Naomba hivi tukiamini katika jina lako Yesu. Amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.